Hello wana Gallery TV Tanzania, mashabiki zetu kutoka nchi yote, wa Tanzania, wa Kenya, wa Uganda, Warundi na kadhalika. Kwa hiyo leo tuko na ndugu zetu hapa ambao ni wasanii kutoka channel yetu ya Gallery TV Tanzania. Tuko na baadhi ya maswali ya kuwauliza, labda kwa sababu ni mwanzo. Karibuni sana na nipende kwa karibisheni mno. Hapa kuna vitu vizuri vikubwa ambao tutakuja kuvitambua kwenye vipaji vya hao watoto wadogo kabisa. Karibuni sana. Asante. Labda niwaulize kwa majina yenu, lakini kabla sijauliza mimi kwa majina yangu, naitwa MC Abe au Mr. Nehemia, ni director wa Gallery TV Tanzania. Karibuni tena, niwakaribisheni. Brother, unaitwa nani? Mimi naitwa Robson Onesmo Musa. Naomba tuongezee sauti kidogo. Kwa majina naitwa Robson Onesmo Musa. Robson. Yes. Jina la usanii? Naitwa Abi. Abi. Kwa kuna Abi alafu kuna Abi. Vizuri. Na wewe? Naitwa Jennifer Stefano Eli. Mbona umepoa hivyo, kuna shida? Sogea mbele kidogo. Kaa vizuri tu. Amekaa kwa like kama vile yuko kwenye yuko comfortable. Unaitwa? Jennifer Stefano Eli. Jennifer Stefano. Jina la uigizaji? Lovely. Vizuri. Na wewe? Kwa majina naitwa Eunice Emmanuel Nelson. Ila kwa jina langu la usanii naitwa Nice. Nice. Okay, right. Nimefurahi kukutana na nyie, na tunajisikia faraja kubwa sana tunapokuwa na watu kama nyie, watu wenye nguvu. Mko na movie nyingi ambazo mmeziigiza katika Gallery TV Tanzania. Mnaweza mkazikumbuka? Yeah. Moja? Familia Mzee Kipeto. Ya pili? Mganga Tapeli. Mganga Tapeli. Wewe ulicheza kama nani kwenye Mganga Tapeli? Mbona unaogopa? Wewe ulicheza kama nani? Nacheza kama mganga. Kama mganga. Wewe ndo mganga? Ndio. Ulikuwa unapiga? Na mtu pigia kidogo. Tupigie tu kidogo. Mtazimia. Basi. Gallery TV Tanzania, mashabiki zetu ambao tunakaribisheni, ndio kwanza tunafungua kipindi chetu. So kwa wale ambao wanatutazama kwa mara ya kwanza, we are live here on YouTube, TikTok, Facebook na channel zingine huko ambapo X, Twitter na Instagram. Tunapatikana kwa jina ya Gallery TV Tanzania. Okay, labda kwa kuuliza, nyie ndio wanafunzi? Si ndio? Ndio. Mwanafunzi wa mwaka ngapi, au wa chuo, wa sekondari, wa primary? Wa sekondari. Wa sekondari. Ndio. Unasoma kidato cha ngapi? Kidato cha pili. Kidato cha pili. Ndio. Kidato cha pili. Mwanafunzi wa form 2. Na wewe? Nasoma kidato cha pili. Na wewe? Hata mimi pia kidato cha pili. Kidato cha pili. Wote kidato cha pili. Haya, vipi kuhusu safari yenu ya masomo lakini? Masomo yanaenda vizuri? Ndio. Kabisa. Ndio. Labda ni changamoto gani kubwa ambayo mnakutana nayo kipindi cha kusoma na kipindi cha kuigiza? Changamoto kama kwenu kabisa kwamba mimi ni msanii lakini muda mwingine nahitaji kuigiza, ni changamoto gani ambayo unakutana nayo wakati? Ukiangalia ni kuanzia form 2 ni darasa la mtihani. Kwa mara nyingi mnatakiwa msome. Ni changamoto gani ambayo mnakutana nayo labda? Changamoto tunayoipata sisi jua hapa, wenzangu hawana changamoto hiyo, ila kwa mimi utakuta kama hivi kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa nachelewa kurudi kwanza shule. Unachelewa kurudi shule? Yeah. Kwa ni ule muda wa kusema ngoja sasa hapa nienda hata kwenye mazoezi na kosa. Ndio hivyo sasa. Inabidi kwa mimi afike ngami ni binti, itabidi kwanza nifanye kazi za nyumbani. Kirudi chakula, nafanya kazi za nyumbani. Kwa hiyo kuangalia muda wote ushaenda. Yaani changamoto nimepitia ndio kama hivyo yani. Kwa muda mwingine unaangalia kwamba hapa nimerudi labda shuleni saa 11, mazoezi yananihitaji labda saa 12, alafu ni vitu hakika na kweli zinahitajika kazi za nyumbani lazima uzifanye ili uendane na maisha ya kisasa, si ndio? Yes. Na wewe kidogo changamoto zako kidogo tutudogezee. Unapitia kama binti. Unajihusisha na sanaa na elimu. Changamoto nazozipitia nyumbani.
Umepitia changamoto gani? Yaani tunachelewa tu shuleni. Kuchelewa shuleni. Ndio hivyo, unarudi nyumbani na kuta kazi. Saa nyingine hadi muda wa kusoma unakosa. Sawa. Kwa hiyo kuna muda mwingine unaangalia kwamba hapa mimi muda wa kusoma nakosa kabisa. Labda usiku. Tutaelekea huko vizuri. Na wewe kidogo changamoto yako? Changamoto kama wenzangu hapo walivyoelezea kwamba tunachelewa kurudi shuleni. Tunatoka saa 11. Ukirudi pale nyumbani unatakiwa kwa mfano uchote maji. Uangalie pale wadogo zako wanaendeleaje. Alafu unakuja kuangalia muda wa Yesu tunakosa. Kwa hiyo kuna changamoto ni kubwa kweli. Alafu pia utakuta muda wa kujisomea. Ila muda wa kujisomea inakuwa inakulazimu ujisomee usiku. Utakuta muda mwingine umeme unakata usiku. Ndio. Vizuri. Nyie bado ni wanafunzi. Labda tujue ni kitu gani hasa kilichowavutia sana kwenye tasnia ya uigizaji. Maana nyie mnajihusisha na sanaa na uigizaji. Yes, labda nitambue kwamba kitu gani hasa kiliwafanya nyie mjihusishe na uigizaji ingali bado nyie ni wanafunzi. Yaani kusema ukweli. Yaani nadhani ni kipaji changu. Yaani napenda sana kuigiza. Hiyo ni nahisi ni ndoto nilozaliwa nayo. Kwa nipenda sana kuigiza. Karibuni Karanga. Hata hivyo wazazi wangu waliniunga mkono. Akasema sawa. Walikubaliana. Ndio maana sasa hivi naendelea kazi yangu ya uigizaji. Yaani kwanza kwa mimi napenda sana hii kazi. Na sitamani nione mtu ananiangusha kwamba kusema hapana kwanza soma. Sasa mimi nakubali ndio nasoma na nipo kidato cha nipo kuna darasa la mtihani. Nitateua muda. Yaani waga napanga muda. Nikirudi hapa nafanya hivi. Na mkata ile usiku kuanzia saa 10 mpaka 11 nasoma. Kama sasa hivyo kipindi cha mtihani kwa ikifika saa 11 mpaka saa 12 naamka nasoma. Kwa hiyo maana yake wewe uigizaji uko kwenye damu kabisa. Yaani kwanza lakini uwezo kutofautisha na kusoma pia. Hongera lakini kwa sababu kwa kweli uigizaji ni kuzuri. Ingawa tu mtu utajitahidi utafanya kazi vizuri kwa uaminifu ni kuzuri. Na wewe kitu gani kilichokuvutia kwenye usanii mpaka leo ukajiunga kwamba na mimi leo sasa ni msanii? Unaitwa msanii nani? Lovely, yes, Lovely. Kitu gani ambacho kilikuvutia sana? Kitu mimi kilichonivutia. Kwa kweli tu ndio ndoto mimi ninayo kutoka zamani. Ndio hivyo tulipokuwa ndo nikaa namueleza mama. Anasema mjaribu kufanya hata mazoezi ndo najaribu. Anasema kweli una kipaji. Ndo nikaa napenda kuangalia wenzangu wanavyoigiza. Na mimi ndo nikaa najifunza kutokana kwao. Kwa kama wanajifunza hiki, wameigiza movie hapa na mimi najifunza kutokana kwao. Ni movie ipi ambayo ulikuwa unatazama sana kwa ambayo ulikuwa unajifunzia kupitia kwao? Movie. Kama Binti Yangu. Movie nzuri sana ile. Kwa unajaribu kufanya mazoezi kama tu nyingi tu nimeangalia. Lakini moja wapo ni Binti Yangu. Ulipenda sana. Na wewe ilikuwaje? Labda siku ya kwanza kabisa unamwambia labda wazazi wako, unaeleza walipokeaje kwa kweli? Kwanza yani wakaniza, "Wewe, mbona unapenda sana kuangalia hizi movie?" Nikasema, "Mama, unajua kabisa mimi napenda sana hii kazi." Akaniambia, "Sawa, ila kwa sasa usome." Nikaa yani kwa hiyo nikaa mbishi. Kwa hiyo nakaa naangalia movie. Baadaye baba akanasema, sasa mimi movie ambazo napenda ni mambo ya uchawi. Uchawi. Baba akasema, "Wewe unajua kwa mwanga." Nasema, "Hapana." Akaniambia, "Mjaribu." Na siku nilijaribu, baba akasema, "Sawa, kama umekubali sasa hapa shida ndio hivyo unasoma afu angalia kwa hapa Dodoma si atujui wasanii. Sisi tunajua wanatoka huko kama Dar es Salaam, Geita huko. Sasa kwa hapa hivyo kuna siku dadangu alienda sehemu hivi. Na alirudi nyumbani akaniambia kuna sehemu yapata anaigiza. Kodren. Tulipokuja wakakubali. Kwa sasa hivi naendelea kipaji changu naigiza vizuri.
Basi ni vizuri. Na wewe labda unaweza kutuambia siku ya kwanza kabisa unamwambia labda baba nini? Alafu jinsi una miaka mingapi lakini? 15. 15. Yaani na jinsi unavyoonekana mdogo kabisa kijana chipkizi. Unamwambia baba naona kama akili bado haijakomaa fulani. Alikuchukuliaje? Aliona kwamba yani kwanza nilipomwambia aliona kama utani kwa sababu nimekuwa wananiona kwamba mtu wa utani hivi. Na utani mwingi sana. Kwa hiyo ndio hivyo tu nikawa naendelea, akasema sawa. Si tumekuruhusu, ila ingawa mwanzo alikuwa anasema hakuna kwenda huko, sitaki kuona, na kuna siku ukienda nitakuja kufukuza huko. Mzara kwa hata kufukuza nyumbani. Ndio. Ila mapeni nilipoongea naye akakubali, ndio hivyo tukawa tunaendelea tu. Sasa hivi maana yake anakuelewa. Ndio. Ila akasema tu tunafuka kote kote, yani kwenye masomo na kwenye sanaa ya uigizaji. Sawa. Ndugu zetu wa Gallery TV Tanzania, watazamaji wetu, bado tuko live. Kwa wale ambao wanapenda sana udaku, ndo kwanza tunaendelea na kipindi chetu na wenzangu hapa kutoka Team Gallery TV Tanzania. Tunaendelea na swali. Labda niwaulize swali. Nini haswa ambacho hadi uhusiano wenu na wanafunzi ukoje na walimu? Wanafunzi na walimu mkiwa shuleni wanachukuliaje kama wasanii chipukizi? Kwa sababu unajua sasa hivi mmeshaenda mnaonekana kidogo kwenye TV nini. Wanachukuliaje? Wewe labda waweza wanakuchukuliaje kama vijana ambao mwanzo ulikuwa labda unachanganya kwenye mechi? Unajua si wanapenda sana kucheza. Sasa hivi wanakuchukuliaje? Walimu wanakuchukuliaje? Yaani sasa hivi imekuwa brand kubwa. Brand kubwa. Wanakuangaliaje labda wao? Wananisifia tu, maana walikuwa wazani kwamba mimi unaweza kufika mbali. Ndio. Hongera sana. Na hata hivyo kweli ni brand kubwa, usijidharau. Yes. Na wewe madam? Yaani kusema za kweli mimi kwanza siamini. Yaani hata walimu wenyewe akiniona kwamba hata kama nikiwa nimechelewa siku ya bahati mbaya anasema ile mwacheni. Yaani wale kwa sababu ya msanii. Yaani kusema za kweli fulani nafahamika vizuri. Yaani sasa hivi hadi marafiki zangu sasa hivi ni kweli ndio wewe. Nasema ndio. Anasema kwa unajua kutubeba ipo siku. Nasema nyinyi msijali. Yaani najulikana, ni walimu wanashangaa kwanza kujua kwamba mimi nilikuwa msanii. Anasema yani umefanya vizuri sana. Asante. Na wewe? Mimi kama tu alivyosema wenzangu. Mnasoma shule moja? Hapo wote form 2. Form 2 A B. C wewe? B. Wewe? C. Wewe na wewe ndio kwa kule ndo anaogopa. Wanachukuliaje sasa hivi labda hawafikiri kwa weka kama viongozi? Kwanza uongozi. Bado. Yaani uongozi yani kwanza hata mkichagua kwenye uongozi bado. Kwanza mimi mwenyewe sipendi kuwa kiongozi. Yaani shuleni niwe kiongozi. Ukiwa kiongozi kwanza kuna watu kuna watu waga wanafit na yale rohoni, mara wanakuwa wanapeleka barua kwa walimu, mara huyu afanye hivi mara hivi. Anakuwa sio vizuri, lakini hata sisi wenyewe tupendi uongozi. Kwanza inamalizia muda wako wa kujisomea mambo mengi, utakuta mwalimu kwa kuagiza muda wao unataka wewe unahitaji uwe darasani. Muda unataka uwe unajisomea. Kazi inakuwa nyingi sana. Ila mimi tukiingia yani tangu nimekuwa hiyo nakuwa naonekana boss lady, kwa yani nataka kwanza marafiki zangu hata wao nyuma yangu. Wao nyuma. Hongera. Kule shuleni kuna kuaga na vipindi vya social ya kijamii. Unakuwa na debate. Nyinyi mnajitokeza vipi yani, kwa sababu na ile ni jamii yenu kesho, labda mnajichanganya vipi sasa na wao kwamba msijione tofauti sana, au na nyinyi ndo mkifika kule shuleni ndo mmefika don't touch me. Sisi hatupo hivyo, yani tunaishi tu kama mwanzo, yani kama wale wanaojikuta wenyewe, lakini sisi bado tupo kama yani tupo sawa kama kawaida, tupo kwa watu mwanzo. Sio ukifanikiwa unaanza kuona wenzio kama sisimizi, wenyewe pia ni binadamu. Kwa kwenye debate mnashiriki? Ndio. Siwezi kukataa. Kwenye michezo? Michezo tupo kote. Mwalimu akikuagiza naenda. Sasa kwa nini ukatae?
Kati walimu ndio wamekufundisha hadi umefika hapa. Kwanza ofisi ya taaluma itakuchukuliaje? Na walimu bado wanaendelea kuwachapa au wameacha kwanza? Na kwa nini wachapa? Wao kuchapa kama kawaida. Kama kawaida. Yaani ukiwa nakosa na hasa usichapwe kisa ni umekuwa msanii. Chapwa lazima tu yani. Kwa kweli. Labda niwaulize swali lingine kwamba baada sasa ya kusoma hapo mnafikiria maisha yenu yatakuwa vipi baadaye? Yaani baada ya kusoma nataka niwe msanii mkubwa. Sasa wewe sasa hivi tayari ushakuwa msanii mkubwa mpaka sasa hivi. Yaani hapa bado naona kwanza bado msanii. Maana hapa bado nasoma. Yaani maana hapa bado ila nataka nikimaliza tu form 4 mambo yangu yakaenda sawa. Hapo sasa nataka tutembee na mabodyguard. Unataka kuona na mabodyguard tena? Ndio kama msanii gani hapa Tanzania au nje? Yaani hapa Tanzania tu. Hata huko tu hata nijulikane, lakini sio sana, ila tu hapa Tanzania nataka nijulikane. Hata nikipita mtaani nasema mtoto wa fulani kasoma, matokeo yake mazuri, lakini pia amejiunga na kundi la kuigiza. Wataiona pia nayo ni nzuri kwa sababu itaniingizia hela, pia ina faida yake na hasara zake. Kwa kweli leo nimekutana na madini makubwa mpaka najaribu kushangaa. Hivi kwa mfano sasa hivi kajitokeza nafasi wakawauliza kwamba kati ya kusoma na kuigiza wamekutegea pale kwamba uchague kipi? Naomba. Yaani kwa nini kama hivi na rafiki yangu? Nakuwa napenda kumuuliza sasa hivi rafiki yangu kama imetokea nafasi. Wasanii wako wamkuja na sasa hivi. Chagueni. Muendeleze na kazi ya usanii au tuchague shule. Na kama ni shule tuachane na kazi. Yaani nikaa namuuliza ila kusema kweli mimi kazi naipenda. Ila ili jibu soma yaani watanisamea sana. Ila mimi kwanza kweli ningejibu hivi. Mimi niende na kazi ya usanii. Maana sio kwa yaani mama mwenyewe kaka kuniuliza kama hivi kimfano ndio ikawa hivyo tu. Nikamwambia kama mkwe nikasema mama sio kama nakimbia shule hapana. Ila nahitaji niende kiwango kusoma tu ni tunaongeza maarifa. Sio ukisoma kesho na kesho kutwa utapata gari, utapata. Kuna wengine wamesoma hadi chuo kikuu hawana tajira. Kwa hiyo tu kusoma ni kupa tu maarifa. Kuna wengine wanasoma ili wapate cheti cha form 4. Kwa hiyo mimi nashukuru Mungu kwa hiyo. Wengine wanasoma ili wajue lugha ya Kiingereza pakubwa kusaidia familia yangu. Kwa mfano hadi maana yake yenyewe tasnia ya uigizaji mnaichukulia kama ajira au kama maisha yenu ya labda kama malengo yenu baadaye? Kama mimi nachukulia kama malengo yetu ya baadaye. Kama malengo ya baadaye. Ndio. Kwa hiyo kwamba ila ni ajira pia. Ni ajira pia. Maana kama hivi nimeenda shule siombeiwe hivyo. Ila kimfano nimefika form 4 nikifeli. Tabii niendelee na hii kazi. Kwa kwangu mimi nashukuru itakuwa ni ajira. Okay. Ni mwigizaji gani mkubwa ambao labda anashawishi sana kwamba na mimi siku moja nataka kuwa kwamba like role model, nikisema role model si mnaelewa kwamba ni role model gani wa kila mtu ana role model wake. Si ndio na wangu na wake. Labda mnaweza mkashare ili tujue kwamba kila mtu ni role model gani ambao anaweza akawa mzuri sana. Yaani kisema kweli siwezi jua. Ni msanii mkubwa ama mdogo. Ila yani kote alipo akijua. Mimi nawapenda sana ni Zebuna KP. Kama mimi jua tu. Yaani nawapenda sana. Yaani natamani kokote walipo yani sema tu wakuchukue. Yani waje wachukue. Zebuna wale ndio role model wao. Yaani nawapenda sana yani wapo na hizi watazamaji wetu tutatafuta Zebuna KP popote walipo waje wachukue binti yao. Lazima huu mwaka au tutakutana. Naomba Mungu. Haya, usijali. Na wewe role model wako? Kwa mfano kama kina Kelvin. Mwingine au ndio huyo mmoja? Kelvin. Wapo na wengine tu. Kelvin ni upi? Nikumbushe sauti yake anapoigiza. Asa mimi najua sauti ya mtu na kiu. Namna anapoigiza. Anapenda ni kuigiza hapo kwenye makampuni. Okay, sawa nimeshapanga sawa hapa. Na yeye pia tutakutanisha naye. Hapo yule yuko round muda mwingi. Na yuko fair. Kuona kwa ile utampata. Na wewe kwako?
Baba Kalobo. Na Mdoli, yani kwanza mimi nampendaga sana Mdoli. Kwanza alivyokaa Kalobo. Karobo. Wote kina Kevi, kina Kevi. Yani tupo kweli tu niseme kweli tu wasanii tu wote. Basi hapa nahisi sisi tutawameshe waje waone kazi zenu na kweli tu waje watuone na sisi tuwaone hata kwa macho, sio kila siku kwenye video. Msijali, mtakutana nao vizuri. Watazamaji wetu wa Galaxy TV Tanzania, kama ulivyosikia ndugu zetu, tunatafuta popote walipo waje wasapoti ndugu zao. So wasiwaone kama wakija watu ambao labda hawashikiki KP na Zebu popote walipo. Baba nani? Baba Joani au Baba Kalobo. Kwa kweli kazi iko. Mara nyingi sana unapokuwa msanii na unakuwa na huyo model, sawa wale wanakuwa wanakusaidia kwenye kupitia kwa wao, au pia wanajifunza na wewe pia unajifunza kupitia kwake, si ndio? Labda swali lingine ambalo labda naweza nikauliza, mnajihusisha na mahusiano labda ya kimapenzi au yoyote ambayo alisha experience kuwa na mahusiano ya kimapenzi? Hapana, maana kwanza mtano ananijua mimi waga na ubabe fulani. Afu waga sifanyi mazana na wanaume pale mtaani. Kweli. Na wewe? Kwa kweli tu. Anaye. Atuambie tu labda mimi sina. Ila uko kwenye process. Na yani kwanza na spend. Kwa sababu kwanza ukiwa na mchumba faida yake ya wewe. Maana nguo hununuliwi na wewe mchumba wako, mamako anahangaika, kama hela za kula mamako anakupa. Sasa wewe mchumba anakuwa na kazi gani? Ndio mfano form 4 anakuja kutongoza na kubali. Alafu mwenyewe mwanafunzi unaefa mwanafunzi. Hivi kwa form mnatongozana sana wanafunzi. Eti wewe upo form 2, mwenzo atoka kwa form 3. Alafu mnakuwa mnasoma wote sekondari. Anasema mwenzo akipewa jelo, kwaone leo kamuombe hiyo jamani. Kwa ni ngumu. Yule ana mahusiano na wewe una mahusiano. Wewe? Mimi sina. Una wakili? Tujue kwa kweli kama ndio mnatudanganya kweli au vipi? Kweli mimi, yani mimi. Labda unahisi kwamba sana. Sina kimwili chenyewe hiki sasa Sio mwili. Mbona ongozana naye? Nani? Ongozana. Tunamfahamu kale jamaa kadogo hivi. Mbona ana mpenzi wake tu vizuri. Sasa maana sipendi kwanza. Hasara zake labda. Yaani hasara zipo nyingi sana. Kwa mfano wewe si mtoto wa kiume bwana. Yaani mfano. Kana mwanamke nilimpenda sana ila. Watazamaji wetu sasa tumeshampata sasa. Tunadai kupata kwenye mahusiano na akampenda mtu. Yani mimi. Yaani mtu akija kuniambia ananipenda, yani namchukia. Unamchukia? Hapo unataka ukapenda tena? Kwa sababu kuna watu walinizushia. Kwa sababu kuna mtu anapenda. Yaani shule hadi yani kama tuseme tu darasa walijua kwamba mimi nina mpenzi, alafu mimi si. Kwa hiyo wenyewe nilihisi kwamba uko na alafu kumbe? Si. Haujamwambia? Yaani sitaki kabisa. Ulikuwa unamuogopa kumwambia? Sio, nilikuwa namuogopa. Yaani sipendi kabisa. Yaani kuna mtu mpenda sasa. Huyu hapo ndio ilikuwa ni. Yule. Yaani nilikuwa nampenda, yani nampenda sana. Mlikuwa mnasoma naye? Yaani mwenyewe mimi nilikuwa kipindi nimeshamaliza darasa la 7. Mwenyewe alikuwa darasa la 6. Mapenzi ya darasa la 6 na 7. Sasa hivi ipo form 1. Yaani nampenda mpaka leo. Wewe bora zaje? Hadi mama yake alikuwa anajua. Bado namtafuta mchumba wangu wa darasa la 7. Ila wewe hatutokuingia darasa la 7, darasa la 6. Mtu mimi kidogo. Bado namtafuta mchumba wangu wa darasa la 6. Kwa hiyo akirudi mara nyingi sasa utakuwa unapenda. Nitakuwa nampenda. Ulichezea fursa. Ila nitakuwa kama na wazazi walikosa namuogopa kwa sababu hatujaonana muda mrefu. Yupo da. Kwa hiyo sasa utakuwa unamuogopa. Yaani yule kweli nilikuwa nampenda kabisa. Ila yeye tu. Yaani hadi mama yake alikuwa anajua. Sasa nini kinatenganisha? Hadi mama alikuwa anajua. Yaani mwenyewe alienda kusomea da. Sasa unaona. Na wazazi wako wakakosa anaweza akapatikana na tukamrudisha kwako. Nikaja kusikia yuko Dar es Salaam. Anaitwa Angel. Nani? Angel.
Inawezekana mnaongea jamani. So mahusiano sio kitu cha siri, sawa? Alipenda darasa la 6 hivyo. Najua wenzangu na mimi, maka yeye amesema funguo, na sisi wanaume huwa tunafungua kweli. Unaweza mkatuambia bwana, mimi mwezi mnakosa mahusiano hata kama ndio kuanzisha, lakini kuna namna mlikuwa mnafuatilia sana sasa wanawake. Miaka 12 tayari unaanza kufuatilia na wanaume. Nyamjaga kabisa kwa experience hivyo. Hamna mwanaume ambaye alishawahi kuwafuata. Sijajua hapo kwa nyuma mimi nikiwa nikitembea ananifuatilia huko nyuma sisi. Yupo unaweza kusema kwa zote from to see. Mseme kidogo. Mwaka bila kujue. Yani hiyo mwenyewe ndo anajua. Sawa, mimi najua ila siwezi nikamsemea maana mwenyewe anajua. Yani najua sisi wa Bongo kitu kimoja. Mtu akiwa anakuambia ukweli unaona kama uongo. Mimi naamini nyie hapana ni ngumu. Nyie mtuambie tu. Wazee zingine akishaambiwa mara moja naamini. Sasa huko yani kama Amna nyem kituambia kwamba unaangalia kwanza sasa. Wewe umefunguka, wewe darasa la 6 mbali. Alafu unajua kwanza yani wanawake wanapenda sana hela. Kwamba hela hapo hivi kweli akaja. Ila kweli wanawake tu wanapenda hela. Sio wanapenda, mnapenda. Ila sio sisi. Sio nyie. Sio sisi. Sio wanawake. Wanawake mimi napenda wengi. Anapenda. Napenda. Ila napenda nitumie za wazazi wangu. Yani zangu kwa mfano kama umetafuta wewe ndo unatumia. Sasa sio mwenzio. Nisimjua ni mwenyewe anajulikana. Sisi anakuwa tu lakini. Sasa kama anakuja kupela na unapokea. Kwa mfano. Kwa mfano mtu anadaiwa shuleni. Kwa mfano kama pale shuleni kuna madam anakopesha maafkeki pale. Madam Glory. Kwa mfano kakopeshwa au anadaiwa 1700 na zingine hapo kakopa. Alafu yani wana shida na hela. Wamefika sehemu hawajasema. Anasema kwa mfano kuna mtu anamfuatilia. Kwa mfano yani wewe kuna mtu anakufuatilia. Alafu yani si anamfuatilia. Yani huyu kuna mtu anampenda, alafu mwenyewe huyu hapa hampendi. Anakuwa anafuatilia. Anasema yani hapa tunatakiwa tupate hela hapa. Tunaenda kumkubalia ile atupe hela. Kumbe ni mchezo. Hiyo hapo bora umetupa siri nzuri. Yani Gala TV Tanzania, mashabiki na watu wote popote mlipo. Tupo tena tumerejea here. Hapa mpaka tupate namba za kutosha kutoka kwa ndugu zetu hapa. Lovely Ruben na Nice. Yes. Labda kwa kuuliza maswali, Mungu anajua muda umeenda na watazamaji wetu wanahitaji vitu vikubwa vingi vizuri. Si ndio kutoka kwenu. Si ndio? Labda niulize kwamba mmecheza movie nyingi. Ni karakta gani ambayo ilikuwa inaumiza sana kwamba hii karakta kwamba ilikuwa ngumu kweli yani. Kwamba mimi hii kweli nilicheza hii. Sijui kama nitaweza lakini Mungu akasaidia na kweli mkaweza. Ukianza kwa nani? Kwa Lovely. Kwenye movie zako karakta gani ambayo ilikuwa ngumu sana? Kwa kweli kuomba. Nimekaa pale nipo hivi siku yetu nilivumiliaga. Sasa kweli ile ni vingumu. Yani vigumu sana. Yani umekaa unaomba afu watu wanapita tu wanakushangaa. Kwa ulikuwa unaumia sana. Kwa sababu kwa mjini sema watu ambao wanapita sana. Tena wanachuo wanapita jamani wanakuangalia. Kwa sababu mtoto labda kwa alikosa nini mpaka anakuja huko. Pole na hongera. Ni kwa sababu ni movie na ni kazi yako uliyopenda. Na wewe? Mimi kwenye familia mziki petu. Niigiza kama ndo mtoto hiyo nyumba ndo wasnamu mtoto Madeko. Sasa nikiangalia mimi yani mimi na Madeko ni tofauti. Sasa ndio hivyo mtoto daktari anamwambia atakiwa udeke hapo. Deka. Sasa naanza hapa sasa udeka. Ndio hivyo yani ilikuwa ngumu kweli yani. Ndio hivyo. Nikikaa karibu na mama na mimi na mama ila ni bonga la shida ndio nisikia lakini inshallah ulipiga vizuri. Na wewe? Mimi kwangu kwa mganga. Mganga tabeli. Ndio. Wewe na bila hapa lazima huyu lazima atupigie. Si uliweza kule?
Labda hapa na lazima utuambie kwa mashabiki zetu. Ilikuwaje ugumu wake sana hapa ambao uliona? Pale kwenye sauti pale unapokoroma. Na kwa hiyo ulitumia muda mrefu. Movie yetu ilikuwa na dakika mbona niangalia dakika 19. Hii ni movie tu iliyoeditiwa. Manake nje hapa ilikuwa zaidi ya lisali moja, ulikuwa na korona. Sio? Pole. Hebu tupigie wasi hata kidogo. Niliwaambia mtazimia. Wewe tupe tu, hamna shida. Tupe kidogo kimoja. Hatu kuzimia mtazimia? Wewe tupe tu kidogo. Ila sio mimi nifanyie tu mimi, labda wale wanaweza kuzimia. Kidogo tu. Yaani wewe kivipi yani? Mimi ndo nimekuja kwako mganga, ninahitaji something. Nataka dawa. Nataka dawa. Dawa hii hapa. Tupigie bwana ile kabisa ulipokuwa unapiga yani. Sawa. Kwa langu linasumbua sana maana bwana wewe ipige, usijali, toka maji, usijali. Sawa. Kijana, naona unalazimisha sana nikupe dawa. Ila mimi dawa sikupi, katafute sehemu nyingine. Kazi ipo kweli, mganga anakuambia mimi dawa. Naona unaweza kujaribu. Wewe bwana, yeye bwana amewezaje? Tunaweza kupigia lakini makubwa. Hongera sana bwana. Sawa. Hongera sana. Kwa kweli ni ngumu. Hiyo sauti inahitaji moyo kabisa. Sio hata inaanzaje yani, lakini anaweza. Kwa kweli Team Gallery leo tumekuwa na nyie kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Labda tu pause kwanza hapa, alafu then wakati mwingine tunaweza tukaendelea. Labda tupate basi neno la mwisho ambalo kuna labda kutoka kwenu, mnaweza mkawaambia nini mashabiki wenu, watu wenu wa karibu, mnaweza mkazungumzia nini, mkatambulisha kazi zenu zinazokuja au zipi ambazo mnazitarajia zipande hewani, mnawaambiaje hivyo? Neno lolote kutoka kwenu. Neno lolote kutoka kwetu. Ni kwako sasa, kwako. Kila mtu kwangu. Sema za ukweli. Tunawapenda tu tena sana. Ndio hivyo. Tunawapenda ila sijui kama na wenyewe wanatupenda. Sijui kama na wao wanakupenda. Mimi naamini na wao wanakupenda. Au sio? Na Gallery TV. Mnatupenda. Hakikisha kusubscribe, kushare, comment, msiache. Lakini dogo ndio wao wamesema anatupenda. Na wewe neno lako. Na mimi nataka niseme yani tunawapenda, alafu naomba maana kama hivi tutoa movie mtandaoni kuna wengine hawapendi, kwa anaweza kaandika yani vitu vibaya. Kwa sisi hatupo kwa nia mbaya. Kwa tunaomba kama movie zetu zimetoka mtandaoni basi yani ila sio kwa nia mbaya. Maana mtoto mtu anani comment hapo anaandika matoto ya wapi bwana, poteza muda bwana, bando wangu taenda bure. Hapana. Bora kama ataki kuangalia tu bora aendelee kuangalia vitu vingine. Kwa ila kama kijua tunawapenda na mbele tutatarajia movie yetu ya shule itaitwa Shule Yetu. Nijue movie itakuwa nzuri na watu shule yangu. Shule yangu. Okay, shule yangu. Shule yangu, shule yetu maki si unie sasa. Naamini watu wataipenda sana. Kwa nilikuwa naomba yani stay attention. Kwa ndo hivyo. Ila kaka kijua sisi tunawapenda, ila kusahau wasanii wangu nawapenda sana kote waliko, natamani hata leo waje nione nao live. Usijali, jambo lako limetimia. Na wewe ndio unakuwa mwisho. Kama wenzangu hapa tu walivyosema kwamba ndio tunawapenda. Tunaomba ushirikiano wao kwetu. Maana sisi ndio tunaanza hivi. Hatujajulikana sana kivile, yani kama wengine wanavyojulikana. Kwa mfano hapa mtaani kuna watu wengine hawajui. Na sisi tunaomba tu kama mtu kajua, amwambie na mwenzake, washie wote. Moja kwa moja, si ndio? Ndio. Vizuri. Ofisi yenu inapatikana sehemu gani? Au mkoa gani, wilaya gani, sehemu gani? Inaitwaje? Yaani kwa hapa Dodoma. Yes. Kwa hapa Dodoma, Mwamona, Ujazi. Ujazi. Ndio, karibu na Big Pub. Big Pub, yes. Na wewe amesema vizuri. Ofisi yenu inapatikana sehemu gani? Dodoma. Mkoa wa Dodoma, wilaya ya
Jeto wilaya. Yaani wewe hata unajua kama wilaya unakaa kazi. Kwa hiyo Ofisi yetu inapatikana Dodoma, wilaya Dodoma mjini. Ng'ong'ona, chuo cha UDOM. Karibu na chuo cha UDOM. Ujasi. Ofisi yetu tunaona imeandikwa Gala TV Tanzania. Asante. Tunakaribisha sana. Galaxy Studio. Galaxy Studio, Galaxy Studio, Galaxy. Hiyo jamani. Kitu ni hicho hicho. Okay, watazamaji wetu wa Galaxy TV Tanzania, dati saa 1:47. Ni saa 2 kamili toka wote huko online tukiwa tunapeleza pamoja. Karibuni sana, tuko hapa na wanetu wa Galaxy TV Tanzania. Tunahitaji support yenu kwa kweli, tunahitaji support kubwa kutoka kwa vijana, wazazi, wazee na kadhalika. So Galaxy TV Tanzania tunawapeni mkono wa baraka na waheri. Tutakutana kwenye vipindi vijazo ambazo mimi kwa majina yangu tena nikukumbushe naitwa MC Abe, Mr. Nehemia, ambao mdogo wetu hapa akatukumbusha jina lako. Abi. Na wewe? Lovely. Nice. Yes. So tunawatakieni kila laheri katika shughuli zenu na tunawapenda sana. Tukutane tena next time. Hakikisha una subscribe, comment, una share. Wale wa TikTok, Facebook na Instagram, unaweza mkatufollow, mka comment pia. Tunawapendeni sana na tunasema